kwa takriban dakika 30 za taarifa zetu za mbio ya KTN. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Owiti. Karibu. Wawakilishi wa wadi kwenye kaunti ya Kericho wamekosoa wito wa hivi majuzi wa gavana wa kaunti hiyo Eric Mutai wa kuvunjwa kwa serikali ya kaunti hiyo, akitaja matamshi yake kama yasiyo na msingi na ya kukwepa uwajibikaji. Wakizungumza wakati wa kikao na wanahabari katika majengo ya bunge la kaunti hiyo, kiongozi wa wengi Philip Rono alithibitisha kwamba angalau wawakilishi wadi 35 wa bunge la kaunti walikuwa wametia saini kwenye notisi ya kumtimua gavana huyo. Alitoa changamoto kwa gavana huyo kuacha kujihusisha na masuala ya kisiasa na badala yake ajiandae kujitetea kabla ya kesi ya kumuondoa madarakani inayotarajiwa wiki ijayo. Hakuna kitu inafikia ndio ifike mahali ya kusema kana ati tuna dissolve county sababu ya ile maneno county assembly ya Kericho waliweza kuifanya baada ya naibu wa gavana wa jimbo hili Mheshimiwa Engineer Fred Kirui kusema kwamba pesa iliibiwa. Kasi ya county assembly ni kuichunguza, kukuja na hiyo maneno. This county to be dissolved, but before the county is dissolved, make sure that you pay the 85 million so that when we are closing the county, the funds is already in the public, you know, in our coffers. You cannot tell us that you want to dissolve the county because you misappropriated funds. How are we going to recover the funds that you misappropriated? All expenditures are sanctioned by this assembly, and we have votes. He has told the public that he's going to collect signatures. Which budget is he using? Which budget? We do not see any budget that talks about collection of signatures. So immediately if he finishes that, we will also go for him again to tell us where he's getting the money to carry out, to collect signatures. Instead, he should have written to the assembly to request us for appropriation of money to go around to collect signatures. But again, he's continuing to break the law and we will deal with him. Kwingineko ni kwamba Kenya imeandikisha historia kwa kuwa taifa la pili barani Afrika